katika vita. Tusizane aseme hivi tu tunaimba tuko hapa tuko katika vita. Aochi yumo katika vita vya kila siku. Kwa hiyo watu wa Mungu, tujue ya kwamba Mungu wetu anasema, na kanisa lazima lienende kwa mkono wa Mungu, vile Mungu anavyopenda, vile Roho Mtakatifu anavyopenda. Pale kwetu kuna vita vingi vinazokatila. Roho akisema basi, usio Roho. Vile waambia kama mwenye anajua kesi Roho anasema kaje kwanza aseme. Ya mimi naambia yule mwenye anajua kesi Roho anasema aje aseme. Lakini tu ni mambo ya kujikinai tu, ya kuchukia. Tunapenda kuishi katika masharati. Anena mbichi aba achana ndio ule machumba. Umajani. Anaenda mimi niko na mjane wangu kule. Anajitetelea kwa kila hali ya Mungu Mtakatifu. Bana wadanganya wajane na kuwarubuni sana. Bwana tuumie sana. Wewe usitaka Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Chunguza kila, unishachunguza. Mimi niwaambia hapa kuligia malaika hapa. Mimi nimemwona. Kitu naweza kusema video na naweza sema. Kuna ufa umetoka pale, mwanzo wa ufa ni hapa. Nimeonyesha, nikuuliza Mungu ni nini? Mnajua ufa, mkelele ufa. Lale. Nitoka kule ukaje kuingia pale. Siri ya ufa inaanza kwenye msingi. Inaanza kwenye msingi huku chini. Ukitikisika sentimeta moja, huku itakuwa yapata hivi. Siri ya ufa inaanza chini kwa msingi. Ikitikisika hivi, misingi inapotikisika, ufa inaonekana. Na ndio ufa ambao tunasumbua kanisa leo. Kuishi katika patakatifu pa Mungu, kuishi pamoja na Kristo. Tunajivalia mawazo sio roho. Sasa roho ni upi? Na tuko katika kipindi cha roho, na Yesu alisema nitawachia Roho Mtakatifu ambaye atawawezesha, atawaongoza katika kweli yote. Nini tumeachiwa? Watu wa Mungu, tusimame kwa zamu yetu kama vile Kristo unavyoitwa. Unaenda hapa chini. Jambo lingine pale, tuko kwenye utangulizi. Nitamaliza ili wale usomo langu lote. Awe mhudumu. Mhudumu ni watu wanaotumika kwenye madhabahu. Wasimamizi, waimbaji, mashemashe, wote, mapasta, masista, masekretari, wote ni yeyote anayehudumia hapa patakatifu ni mhudumu. Lazima jifunze kuwa mtakatifu. Tafuta uso wa Bwana na utafutike kwa kingine, kwa kutubu. Tuachane na madhambi ambayo imetulemea, imetuchafua sana. Awe mwimbaji au mwanakwaya. Mwimbaji, mimi nimeimba kwa sana. Siri ya kwaya mimi nazijua. Mtu wa makondamu, unaacha pesa. Kibati nzuri mimi nilio mke wangu mkwaya. Bwana Yesu asifiwe. Kaunga ndoa kabisa. Bila pale tukaunga ndoa na mke wangu, na mpaka leo mimi nazaikana naye. Lakini wengine wacha mke wake kukitana na anaenda kwa jamii. Na yao mpira ndio wanafanya, ndio watu wanafanya waambie mama. Wanaenda kumpira. Akili yake na sikio lake liko mpira unaisha. Ndio anakuja naye. Mama fulani fungua. Mtu abaki anafungua. Na kulala pale binyata, mke wake aona aseme Bwana amepika, mkaribishe upika pale igume mpaka roho. Au tu ngoma. Bwana tuonyeshe sana. Na iko mtumishi katika kanisa. Na hawa watu ndio wanaharibu kanisa sana. Hawa watu ndio wanaharibu kanisa. Kanisa liombe kuishi katika mchanganyo. Hapana watu wa Mungu. Mungu anapenda tumtengenezee makao. Ndugu zangu, ndio Paulo usiku wa Mungu. Mungu ana uzuri wake. Mungu mimi ananipa pesa pale kwa Mungu nikapata parcela mpaka niko na nyumbani. Pesa zingipewa na Mungu. Lakini kupata zile pesa, nilikabidhiwa mwanamke huyu. Kwa chali, alitaka mtoto, alitaka makao juu. Nikatoa mwanamke. Nitembea.
Mwanamke akaja akaanza kunigusa. Nikaona hapa sasa naingia katika. Nitafanya nini? Moyo ukapiga pop 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 hapa nje. Nikamwambia mama, msamani, unajua hivi ni saa 6 tuingie saa 7. Na mimi nilikuwa pale mwandishi wa nini wa bofu. Tuko nani milimani, kiwango kumbani. Ndio kombe. Ikabidi nifanye nini? Nikamwambia bwana, acha kwanza tunaona niko na makaratasi yaenda niende kuweka kwa kazi ya Bafilonia. Niruhusu kwanza niende kuweka nini kibandika tucho.